Rasulullah, Rasulullah, kaitwa Rasulullah, 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 kaitwa Rasulullah, kaitwa Rasulullah, wallahi tumwigeni, pia tumsome sana, pia tumsome sana, pia tumsome sana, sana, sana. Kwa nini kuna ukweli ambao wewe nahisi unanificha, unaniongopea? Siri gani? Upajua kwenu au kwako? Kwa nini unahitaji mimi nipajue kwenu? Hapo bwana Chicho anapenda kunichanganya changanya. Mimi unajua kuna jambo gani? Nisikuni nikwambie kitu kimoja Chicho. Unajua mimi nina mipango mikubwa sana kuhusu wewe. Na mipango yangu kubwa unavyojua Asma. Mimi nia yangu nifunge ndoa na wewe. Uwe mke wangu wa ndoa kabisa. Sasa unajua kuna mipango niko naeka sana, mipango sasa hivi inapoelekea ndoa ile naiona, ndoa ile ndani ya shela, ndani ya kanzu naiona kabisa. Ila sasa bahati mbaya kuna mipango haijakaa sawa. Na nilitaka leo nje kukuambia kesho tuonane, nikupe appointment kesho tukutane, ukalale nyumbani, kesho kutwa ndo urudi. Sasa bahati mbaya pale nyumbani kuna msiba. Babu nyumbangu amepata msiba pale, kuna kijana wake amefariki. Basi washazika tayari. Sasa toka juzi wapo pale, lakini niliposikia maneno yao kama sio kesho au leo wanavunja ile nani wanasema kambi. Mateme imekuwa kama kambi. Wanavunja kabisa ile matanga. Kwa hiyo mimi tutakuwa pale huru na nitakupeleka nyumbani mpenzi wangu. Unanijua lakini. Sima mimi ninapokupenda wewe natenda dhambi uje kwa ajili yako, wewe hujui tu. Mimi mpaka nikuweke ndani nafsi yangu inalizika. Basi ndio hivyo. Cha msingi mimi ngoja kuna sehemu na wai. Mambo mengine tutaongea kwa baadaye. Haya poa. Haya ndio. Baadaye Asma. Haya bye. Nakupenda ujue wewe. Wangu. Habari za saizi bro? Safi bro, za saizi. Ndio vipi? Salama tu. Wewe unamjua? Huyu namtambua, namjua. Nani yako? Huyu. Huyu mke wangu huyo. Mke wako ndoa? Mke wangu kabisa ndoa. Bro, mimi nitegemea utatoka huko ndani una mapungufu ya viungo man. Una miguu na mikono, afu unamwacha mtoto anaenda anaombaomba mtaani huko anapishana magala anusulika kugongwa ndugu yangu kweli? Bro samani, najua unijui sikujui. Lakini wewe ukinitizama mimi bro, unaponiona mimi naweza nikamruhusu huyu akaombe kweli? Wewe unaponitizama mimi naweza nikamruhusu akaombe huyu? Wewe sister. Anakuagizaga nani? Anitume mtu. Umeona? Mimi siwezi kumtuma huyu kaombe hata siku moja. Yaani bro, labda nikwambie kitu kimoja. Yaani hawa watu ambao wana matatizo ya macho au viungo huwa kuwa na matatizo moja. Yanakuwa wabishi sana katika swala la kujiamini. Mimi namshamkataza sana huyu mke wangu swala la kuomba, lakini mbishi. Yaani bro, yaani ingekuwa mfano wewe ndio unamtuma kutafutia riziki ya kila siku, nilikuwa nakupiga pingu sasa hivi na kuondoka naye. Alafu mwambie kabisa sitaki nimkute mtaani akiombaomba, iwe Buguruni au sehemu yoyote ile. Nitakapomkuta nitamchukulia hatua anayojua mimi. Yaani hilo si hofu. Na mimi nakuhakikishia tu ndugu yangu, kweli ukimkuta kwa sababu nishajua yule askari, huyu ukimwona tena huyu,
mkamate tu, kwa sababu atakuwa hana akili. Mimi nishamkataza sana, sasa leo limemkuta, naona ndio jambo litakuwa vizuri. Basi mimi ngoja niwaache, samani kwa usumbufu. Sasa mkwangu wewe umeenda wapi kuomba wapi leo wewe? Mbona kuta majanga mpaka utaleta maskani ya kujali huku imekoje kwaje? Kwanza nisamehe mke wangu, nisamehe kwa sababu nimefanya vile, bila hivyo angenikamata huyo hapo. Huyo askari. Nilipomuona tu askari, ndio maana kama hajajitambulisha huyo angenikamata huyo. Ndio maana nimeamua kutumia kauli ile ili mimi nikaenda ndani. Lakini utanisamehe sana mke wangu, haya yote nilizungumza. Sawa mke wangu? Mambo yasharibika, hebu ingia ndani. Simu umeniletea nzuri, lakini sofa yake kweli siamini, maana kitu kidogo tu inajaa. Unajua hii hapo hiyo toka China sijaifanyia overall, yani sijaiflash. Kwa hiyo nitaenda kuonana na mtu mmoja anaitwa Kisauti, ndio bingwa michezo hii hapo. Nikimwita tu anakuja anarekebisha hapo, anaistore. Ndio itakaa vizuri tu, wala usiofu mpenzi wangu. Mimi sitaki wewe upate tabu sasa hivi. Pesa sasa hivi napata, pikipiki inafanya kazi, sitaki upate shida. Ndio maana nimekuletea kinanda hiki. Wewe uwe wani kama kawaida. Mimi najua nakupenda Asma. Unanichanganya wewe ujue. Wewe acha tu. Kweli? Unipenda ndo tungekaa kwenye vibanda kama hivi michochoroni, kwenye vibanda vya watu, mwenyewe atokee hapa, atushangae tunafanya nini kama hajatutaa chai kwenye frame yake ndio kwanza haijaisha. Tunakuja tunakaa tena hapa tunala vidavika. Yaani hapa yani kiukweli hapo umezungumza, ila na amini siamini Asma. Wiki hii ni mwisho kukaa kwenye mabanda mabovu na kukutana uchochoroni. Yaani ndo wiki hii mwisho. Hivi hapa nataka niongee na ustazi wangu Kakoza, kwa sababu ni mtu wangu wa karibu, tumesoma wote madrasa moja. Yeye ndo atakayeleta barua kwako Asma na kupeleka nyumbani. Haya ya ole wapo nyumbani kutembea. Kwa heri baba na mama kuona na majaliwa. Wewe tulia. No, asalamu alaykum. Asalamu alaykum. Salama kwema? Kheri kabisa. Bwana, tuko mwamba bwana. Ustazi? Naam. Nakuomba mara moja. Sasa Asma, ngoja unaona mwamba huyu? Huyu ndo huyo Kakoza mwenyewe nilikwambia, ambaye atakayetoa barua ndo huyo. Na ngoja sasa ngoja nizungumze naye kabisa hapo nakuja. Sawa? Haya mpenzi wangu. Naam shehe wangu. Kwema? Salamu alaykum vipi bwana? Salama. Alhamdulillah. Bwana kukuta katika mazingira yale na sijaweza kutegemea kabisa shehe wangu. Yule. Yani yule alinipigia simu. Kanipigia simu, alikuwa na matatizo yake binafsi anamkabili ya kimaisha. Sasa akaniambia bwana Ustazi Masunda bwana uko wapi? Mimi nina majambo yangu. Mimi nikamwambia bwana usijali, mimi nipo maeneo haya. Basi njoo nyumbani. Sasa hapa kwao hapa unapomwona. Kwao hapa. Kwa nimefika hapo nyumbani, baada kufika hapo ndo tumetoka nje pale ananielezea. Yaani kifupi yule binti ana matatizo makubwa sana. Yaani ana majanga, yaani mwenyewe kanielezea mpaka yaani machozi yako yananitoka hivi shekhe wangu. Kuna watu bwana kwenye majumba wana matatizo shekhe, usione. Kwa hiyo mimi nikasikitika sana, ndio umenikuta pale ananielezea kiundani, nikasema si itakuwaje, lakini nikamwambia usiofu, baada ya saa 10 hivi basi tutoke uje pale madrasa ukutane na kina Sheikh Kakoza na Sheikh Abbas tujue tutakofanyaje dua. Ndio umenikuta pale. Kwa hiyo shekhe wangu kwa muonekano ule wala usio na wasiwasi, tulikuwa ni sehemu ya amani tu. Yaani Sheikh Masunda. Yaani sijaweza kutegemea wala kufikiria kwamba na wewe unaweza ukaniongopea mimi. Sheikh wangu, nina macho mawili, nina akili. Umeelewa? Nimeona chenye kinachoendelea pale. Dua katika mazingira yale, kichochoroni. Kweli. Kama angelikuwa anahitaji dua, si ungekuja naye hata madrasa tungejoin na Sheikh Abbas tungemsomea dua mambo yangeenda vizuri. Lakini katika mazingira yale ambayo nimekukutana nayo ambayo sijategemea kabisa. Sheikh, umepotea sana. Kwa nini umebadilika hivyo? Na haukuwa hivyo. Kumbuka Sheikh, Bi Mariam anakusubiri na ni mke wako halali. Usialaike na hao mabinti hawa. Kwa maneno hayo
Unayazungumza awali maneno ambayo kama vile yaani jinsi unavyozungumza yani kama umenikumu moja kwa moja. Kwa mimi labda mimi nilivokana ule binti pale, labda mna mipango mingine ambayo ya kidunia. Lakini mimi maskini kama nilivyokuambia bwana Kakoja, nimezungumza naye masuala ya kidua. Sasa wewe kama unatafsiri mambo mengine, huo sasa unakuwa kama ni unafiki ambaye Mwenyezi Mungu haupendi. Mimi nimeshakwambia yule binti nazungumza naye masuala ya dua na muda si mrefu nakuja naye madrasa. Wewe usiniinge kwa kiamguu. Yule kwenye kiamguu mazoea. Unajua tumekazaliwa maneno haya mazoea yale. Ndio nini kama kanikamguu lakini hakuna chochote shehe wangu bwana. Shekhe, sio kwamba nabadilisha. Ninachokiongea nimekiona kwa macho yangu. Na wewe ni shuhuda na moyo wako unazungumza kwamba mtu anataka kuombewa dua, miguu mmewekeana, mikono, alafu isitoshe wewe una wadhifa katika madrasa na unafahamika na una heshima yako. Leo hii Sheikh Abbas akaja akasikia kwamba wewe upo na mabinti vichochoroni. Unafikia atajisikiaje? Ndivyo alivyoweza kutufunza sisi hivyo. Sheikh, badilika. Kwa unakoendea nitaenda kumwambia Sheikh Abbas inatakiwa tukufanyie nusura ya dua. Kwa kweli. Yaani Kakoza wana matusi kweli. Yaani kwa hiyo wewe ukaa na Abbas umfanyie dua yani kwa mimi nina nuksi yani. Sawa. Sasa sikiliza Sheikh, nikwambie. Achana nao hapa. Naomba twende madrasa. Bwana mniache bwana. Wewe utakuwa kama unafiki unakuleta. Wewe umesema like ya madrasa. Wewe huko tutakutana tutazungumza haina shida. Sio mpaka uje unifanye ushiko. Mimi namalizana na mwamba nakuja hapo. Basi inshallah. Inshallah.